Halo. Halo, Bwana Alex? Ndiyo. Okay, kuna jambo baya sana limemtokea mke wako. Ni jambo gani hilo? Na limetokea wapi? Pole sana Bwana Alex. Mke wako amezama kutoka kwenye boti aliyokuwa anaitumia kwenda kazini, lakini timu yetu inafanya kila liwezekanalo kuupata mwili wake. Tafadhali, fanyeni chochote mnachoweza kumuokoa mke wangu. Na pia naomba unitumie anwani ya mahali tukio lilipotokea, ili niweze kuja hapo mara moja. Sawa Bwana Alex. Baby, uko wapi? Mbona umeniacha mwenyewe? Maji yamekupeleka wapi mke wangu? Nataka kujua, yamekupeleka bahari ya Sham au bado upo bahari ya Hindi? Tafadhali, naomba uniambie. Nitakuja mwenyewe kukutoa huko. Pole sana kaka kwa kupotelewa na mke wako. Bado siamini Malaika. Kama mwanamke niliyepanga naye mambo mengi ya kimaisha, ameniacha peke yangu kwenye hii dunia isiyo na huruma. Hauko peke yako kaka, mimi niko hapa kwa ajili yako. Hapana, hapana. Bado una safari ndefu sana mbele yako, tafadhali usijifanyie hivyo. Nahitaji kukutana naye popote alipo. Siwezi tena kuishi bila yeye. Tafadhali sana kaka, usijiue. Nina uhakika hata mke wako hatakuwa na furaha huko aliko akijua umejiua kwa ajili yake. Hivi Malaika, unajua jinsi inavyouma kumpoteza mtu unayempenda? Kusema kweli, mimi siwezi kuishi bila mke wangu. Yaani siwezi kabisa kukubaliana na hilo. Najua ni ngumu kaka, na najua unaumia sana, lakini naomba uvumilie. Hivi kwa nini hunielewi Malaika? Tayari nimeshakwambia mimi sina maana kwenye hii dunia bila mke wangu. Usiseme hivyo kaka, unakufuru. Lakini pia naomba utambue kuwa wewe ni mtu wa maana sana, na kama kweli unataka kumfurahisha mke wako huko alipo, naomba usahau kilichotokea na usonge mbele na maisha. Sio rahisi Malaika. Kwa kweli siwezi kumsahau mke wangu kirahisi hivyo. Najua sio rahisi, lakini naomba ujitahidi kadri ya uwezo wako kupigania maisha yako. Na uhakika hata roho ya mke wako itapumzika kwa amani ikiona unapigania uhai wako ili kuweza kutimiza mipango yenu mliokuwa mmepanga kutimiza pamoja. Tafadhali naomba ufanye hivyo kwa ajili yako, kwa ajili yangu na kwa ajili ya mke wako. Kaka, mbona hujala kile chakula nilichokuandalia? Sina njaa. Kaka, huwezi kuendelea kujitesa hivi, kwa sababu kama ni mke wako tayari ameshakufa. Kitu unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuendelea na maisha yako. Hivi unadhani huko mke wako alipo anafurahi kukuona katika hali hii? Tafadhali naomba utambue kuwa haya mambo ya kukaa njaa, kuacha kufanya kazi na kuwa na mawazo kila siku hayasaidii chochote. Kwa sasa unatakiwa kuwa na furaha, unatakiwa kuwa na amani ya moyo, unatakiwa kuinuka na kuendelea na maisha yako. Na ili kufanikisha hilo, tayari nimepanga mazishi ya mke wako. Umepanga mazishi ya mke wangu? Malaika, unawezaje kupanga mazishi ya mke wangu wakati mwili wake bado haujapatikana? Kaka, ni lazima tufanye mazishi ili maisha mengine yaendelee. Hatuwezi kuendelea kusubiri mwili wake kwa sababu ni mwezi sasa umepita na mwili wake haujapatikana. Hilo haliwezekani. Kaka, najua unaumia, lakini hili ndio jambo sahihi la kufanya ili kumpa heshima mke wako. Na kwa jinsi tulivyoishi naye vizuri, tunapaswa kumpa mazishi yanayostahili. Kwa hiyo, naomba kwa sasa uende ukale ili tuweze kupanga ratiba za mazishi yake. Sawa, twende. Halo. Halo, Bwana Alex? Vipi, mmefanikiwa kuupata mwili wake? Samahani sana Bwana Alex, bado hatujafanikiwa kuupata mwili wake. Tafadhali, naomba mnisaidie. Yeye ndio kila kitu nilicho nacho. Tafadhali nisaidieni. Ninaelewa Bwana Alex, ila naomba uendelee kuwa na matumaini kwamba tutaupata mwili wake. Sawa, nashukuru. Karibu sana. Mungu, naomba umlinde mke wangu asife huko baharini. Kaka, nimepambana kadri ya uwezo wangu na hatimaye nimekupatia kazi mpya. Kweli?
Ndiyo, ila unatakiwa kwenda kuifanyia mkoa mwingine. Nashukuru sana Malaika kwa kunipambania, lakini kwa sasa siko tayari kuhamia mkoa mwingine kwa sababu ya kazi. Kwa kweli sipo tayari kuondoka katika eneo hili. Tafadhali kaka, naomba usikatae hii nafasi kwa sababu na uhakika itakusaidia kuondoa mawazo mabaya. Kaka, unatakiwa kuondoka hapa. Unatakiwa kuacha huzuni. Unatakiwa kuacha mawazo mabaya. Yaani unatakiwa kuacha kila kitu nyuma na kwenda kuanza maisha mapya. Sawa, basi naomba unipe muda nifikirie kuhusu hilo. Kwa hiyo nikawaambia watu wa hiyo kazi kuwa umekubali? Hapana, subiri kwanza. Nitakupa jibu langu baada ya kufikiria. Sawa, natumai litakuwa jibu zuri. Halo Malaika. Halo kaka, unaendeleaje? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Natumai kazi haikuchoshi sana. Hapana, wala hata hainichoshi. Sawa, nafurahi kusikia hivyo. Alafu nilikuwa na wazo. Wazo gani? Nilikuwa nataka tutoke out weekend hii tukafurahie maisha kidogo. Kwa kweli siwezi kwenda kusherehekea maisha wakati ndo nimetoka kumpoteza mke wangu. Najua kaka, lakini lengo langu la kutaka tutoke out nilikuwa na tu kupumzisha akili na sio kusherehekea. Sawa, ulikuwa unataka twende sehemu gani? Nimepata mwaliko kutoka kwa rafiki wa bosi wangu kuhudhuria sherehe ya uchumba wake. Okay, basi tutaenda. Asante sana kwa kukubali ombi langu. Usijali mdogo wangu, basi nitakupigia baadaye. Sawa, kwa heri. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hai. Asante baby, nakupenda sana. Nakupenda pia. Asante kwa kunifanya niwe mwanaume mwenye furaha. Asante kwa kukubali kuwa mpenzi wa maisha yangu. Cha usiku. Hii inawezekanaje? Cha usiku? Wewe si ulikufa? Baby, ni nini kinaendelea hapa? Unawafahamu hawa watu? Hapana, mimi siwafahamu hawa watu. Kwanza ni nani aliyewaruhusu hawa wasumbufu kuingia ndani? Baby, hawa watu wataharibu sherehe yetu. Walinzi, walinzi, njoni muwatoe hawa watu hapa. Sherehe yako tayari imeharibika. Cha usiku, ulidanganya kuwa umekufa. Na mimi niliamini kwamba umezama na maji. Hivi unajua ni jinsi gani niliumia baada ya kuambiwa kuwa umezama baharini? Cha usiku, nimeteseka kisaikolojia kwa zaidi ya miezi 6. Na bado mpaka muda huu sijakaa sawa. Wewe ni mwanamke katili sana Cha usiku. Umewezaje kufanya hivi? Kwa kweli siamini kama umedanganya kuwa umekufa ili uje huku kuanzisha maisha mapya. Kama ulikuwa unataka kuanzisha maisha mapya, si ungesema tu upewe talaka? Kwa nini uliamua kumpitisha kaka yangu kwenye maumivu? Mimi hata sijui mnaongelea nini. Kwanza mimi na nyie hata hatufahamiani. Walinzi, njoni muwatoe hawa wajinga hapa. Kaka, hebu angalia hii picha. Anita, hiki ni nini? Anita? Yaani Cha usiku, umeamua kubadili hadi jina na kujiita Anita? Anita, ni kweli huyu ni mume wako? Ndiyo, huyu ni mume wangu, namaanisha alikuwa mume wangu. Lakini ilibidi nijifanye nimekufa kwa sababu hata kama ningedai talaka singekubali kunipa. Hivyo nililazimika kufanya nilichofanya kwa sababu sikuwahi kumpenda. Kama hukumpenda, kwa nini ulikubali kuolewa naye? Nilikubali kuolewa naye kwa sababu nilidhani tunaendana, lakini baadaye nikagundua kuwa hana hata pesa na alikuwa hawezi hata kulipia gharama zangu. Hivyo nikaona hatutaweza kabisa kujenga maisha pamoja. Lakini baada ya muda, mmoja wa marafiki zangu aliniambia, wewe unatafuta mke na pesa sio tatizo kwako. Na kwa kuwa tayari nilikuwa nimemchoka mume wangu, ilinibidi nidanganye nimekufa kwa msaada wa rafiki yangu ili nije niolewe na wewe. Mungu wangu, hivi unasikia unachokiongea wewe mwanamke? Baby, nakupenda. Wewe mwanamke una roho mbaya sana. Yaani umeamua kudanganya kuwa umekufa ili tu umkimbie mume wako. Lakini baby, nilifanya hivyo kwa ajili yako. Hapana Cha usiku,
Hukufanya kwa ajili yangu, bali ulifanya kwa ajili ya pesa zangu, na nina uhakika hata mimi siku nikiwa sina pesa, utanifanyia hiki kitendo ulichomfanyia huyo mwanaume. Hapana baby, wewe siwezi kukufanyia hivyo kwa sababu nakupenda. Najua kuwa nilikuwa nimesha kuchumbia tayari, lakini nasikitika kukufahamisha kuwa uchumba wetu umevunjika. Hivyo tafadhali, naomba unirudishie pete yangu.